Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmaina, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwombea rehma mtume kipenzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo nataka nikupe kwa mukhtasar juu ya ipi fimbo iliyokuchapa. Ipi fimbo iliyokuchapa? Katika fimbo kuna fimbo ambayo unaweza ukachapwa, lugha nyepesi ya kitiba wakasema umechezewa nyota. Kama umechezewa nyota utakuwaje? Kwanza, mambo yako yatakuwa yanaharibika hovyo, watu hawakusikilizi, hawakujali. Tatu, unakuwa mtu ambaye hujielewi na hueleweki. Nne, watu wanakuchukia na kukutenga. Tano, pesa zako na vitu vya thamani kupotea katika mazingira tatanishi. Sita, kufanya kazi kwa bidii bila kuona faida ya kazi uliyofanya. Saba, unakuwa ni mtu ambaye akili yako inaruka, na wengi wanapatwa magonjwa yanafanana na matatizo ya akili. Unaweza kuwa unajijua ama usijijue, na kuna muda unajihisi kabisa kwamba akili yako haipo sawa. Nane, kuandamwa na mikosi pamoja na nuksi mbalimbali. Tisa, biashara kufilisika na kukosa mafanikio. Kumi, unakuwa na ndoto, yani unakuwa na tabia ya kuota ndoto na kuto kukumbuka ulichokiota. Hiyo ni fimbo ya kwanza, tunasema nyota yako imechezewa. Je, umechapa fimbo hiyo? Nyota ya pili ni mtu ambaye tunasema nyota yake imechukuliwa. Aliyechukuliwa nyota ataishi bila kupiga chafya. Akilala haoti, akiota hakumbuki alichokiota. Kila analofanya ni hasara na hana mafanikio. Kukosa mtaji, yani kuwa na mtaji na kufilisika ni kitu cha kawaida, hata kama biashara kauza. Kuandamwa na mikosi, kufanya kazi kwa bidii bila kuona faida ya ulichokifanya. Kutothaminiwa wala kusikilizwa na watu unaoongea nao. Kushushwa thamani hata kwa watu uliowazidi umri, na kutuhumiwa kwa mambo usiyohusika. Tisa, kutengwa na watu na kusahaulika katika nyakati ambazo unahitaji msaada. Na kumi, kupoteza vitu vya thamani katika mazingira tatanishi. Je, fimbo hii imekuchapa? Tatu, huyu ni mtu ambaye tunasema amechukuliwa kimvuli. Mtu alichukuliwa kimvuli anakuwa na tabia ya kukazwa misuli ya shingo, moyo kupeperuka mfano wa presha, kupoteza kumbukumbu, kuhisi huna amani, kujiona mpweke muda wote, na wakati mwingine kutamani kulia, kukaa kama zezeta, kuwa bwegebwege, kupenda kucheka hovyo hata kwa yasiyochekesha, kuota unasafiri na hujui unapokwenda, wala yani kwenda kusikojulikana. Saba, pesa zako zinakwisha katika maovu. Unapata pesa kwa jasho na damu, zinaishia kwenye uovu. Kwisha pesa bila kujua nini ulichofanyia. Tisa, pesa haiingii pesa mpya mpaka iishe iliyopatikana. Akili yako inakushawishi kujidhuru au kukaa mbali na watu katika mazingira ya upweke na kukasirika hovyo, hata kama huna ulichokasirishwa. Unatamani tu kasirika na kufokafoka kama redio iliyokwisha betri. Fimbo hii imekuchapa? Kama haikukuchapa, isikilize fimbo hii. Huyu ni mtu tunasema ni mtu mwenye nuksi. Mtu huyu tunasema ana nuksi. Anakuwaje? Kila jambo analofanya yeye hafanikiwi. Kuchukiwa na watu bila sababu, haijalishi kama ni ndugu, watoto au majirani. Wewe ni mtu wa kuchukiwa na watu. Watu kukusahau na kukushusha thamani. Huthaminiki wala huheshimiki, bila kujali cheo chako wala umri wako. Biashara kutokuuzika. Unapokuwepo wewe sehemu ya biashara haiuziki mpaka ukiondoka. Ukiondoka biashara inakwenda. Sikwambia kwako, hata ya mtu mwingine. Ukiwepo sehemu ya biashara haiuziki. Alafu
Kila unalofanya ni hasara, mwingi wa mbinu na ni tajiri wa hasara. Elimu bila kazi na kazi bila cheo. Ukipata kazi haidumu, na itakayodumu mshahara haukidhi mahitajio. 8, unakuwa na elimu na uzoefu bila kupanda cheo wala kupata kazi. Yaani wewe kwako elimu vyeti, sio mafanikio. Jamaa zako hawakutafuti wakiwa na neema, wewe unatafutwa na watu wenye shida. Marafiki zako ni wale wenye hali ya chini kuliko wewe. Wale waliokuzidi hadhi, wale hawawezi kuwa na urafiki na wewe. Kwa hiyo unaweza kuwa mzee wa kijiwe kwa sababu ya kukusanya watu wenye matatizo kuwa ndio marafiki zako. Yaani marafiki zako wote ni shida. Marafiki zako wote ni shida. Hakuna wa kumwomba heri mwenzie. 9, kukataliwa na wachumba, na 10, kudharaulika na watu. Kukataliwa na wachumba kwa maana mipango yako ya mahusiano, wapenzi wanakukimbia. Unakuwa mpaka unajiuliza tatizo ni nini? Mbona mapenzi kwangu imekuwa ni mtihani? Sasa kama bakora hizi zimekuchapa, ulisahau gadi. Gadi gani? Unatakiwa uvae klopsi na wewe sasa uanze kurudisha mashambulizi. Utafanyaje? Njia pekee ambayo unaweza ukanasuka iwapo bakora hizi zimekuchapa, sasa fimbo basi, usichapwe tena. Badala yake sasa vaa klopsi, tembeza ngumi. Unafanyaje? Chukua kitu hiki. Huu ni udi unaoitwa nuksi khalas. Udi huu nuksi khalas ndiyo suluhisho la haya tuliyoyazungumza. Ikiwa moja ya hizi bakora zimekutandika, basi suluhisho lake ni wewe kupata udi huu unaoitwa nuksi khalas. Udi huu nuksi khalas ni wapi unapoweza kuupata? Udi huu unauzwa kwa carton. Carton yake inakuwa na pakti 13. Pakti 13. Pakti hizi 13 zinapatikana kwa 60,000. Ikiwa matatizo haya yaliyozungumzwa yanakuhusu, katafute utatuzi wa hizo bakora zako kwa kununua udi huu nuksi khalas. Utakapokwenda kununua ni wapi? Panda gari, nenda Kariakoo, lilipo duka la Sunderland, ule mtaa ambao kuna maduka ya dawa za asili. Baada ya lile duka la Sunderland, ukiangalia duka la kwanza la pili, utakuta bango limeandikwa Hebaz nini kwa Mustafa, sawa, tahfifu. Pale tahfifu au Mustafa ndio duka ambalo utakwenda kupata udi unaitwa nuksi khalas. Hauna jina lingine, asija kudanganya mtu kwamba na hili ni jina lake au huu ndio ule ule. Huu udi unaitwa nuksi khalas. Duka lake ni moja tu, kwa Mustafa. Au fika duka Kariakoo, ule mtaa ambao kunauzwa dawa za asili. Kwa yale maduka ya dawa za asili, ulizia dukani kwa Mama Rukaiya au dukani kwa Mustafa. Utaoneshwa duka lilipo, na kama utabahatika kuliona mwenyewe, lina bango limeandikwa Mustafa au limeandikwa tahfifu. Yaani maneno yote yameandikwa katika hilo bango la duka hilo. Ukifika hapo dukani, mwambie nataka udi unaitwa nuksi khalas. Utafanyaje? Utapukucha na kuwa unaogea. Kisha baada ya kuoga, chukua stiki, choma. Oga, choma. Oga, choma. Na kama ni mtu ambaye unaweza kusoma Qur'ani, soma Qur'ani. Ikiwa hizo bakora zimekugusa, basi utaona yafuatayo: kope kucheza, miayo mingi, kuhisi uzito kifuani, mabegani, kichwani, kizunguzungu, ganzi au kujiona kuchoka. Baada ya kumaliza kisomo, basi utaanza kusikia matatizo yanaachia, na kama ulikuwa upati usingizi utapata usingizi, kama ulikuwa na maradhi yanakuandama utatulia. 0652 711111 namba yangu ya simu kwa anayetaka kufika ofisini kwa ajili ya shida zake mbalimbali. La, unataka kuagiza udi, upo nje ya Dar es Salaam, piga namba hiyo, sema uko wapi, alafu utatumiwa udi kwa gharama na usafiri kutoka kwako. Kwa gharama za usafiri kutoka kwako popote Tanzania na East Africa, udi huu unasafirishwa nuksi khalasi. Waliokupiga bakora zitarudi kwao. Itoshe kukwambia, salamu alaikum.